So hata kimfano wewe jiulize, mjomba ya babu yako alitoka wapi? Alitoka Fabi. Unaweza trace? Wanda niyo community unachukia bure. Because during the migration vitu mingi zilitendeka. Wakamba walitokea hapa Shungwaya. Sisi Waluya tulitokea huku Uganda to migration. But at the end of the day you are Bantus. Lakini hizi ni Bantu tulijikuta katikati ya Nilotes. Huku ni Muteso, huku ni Mjaluo, huku ni Mkalenjini. And we live together. Na tunaheshimiana kimila na desturi. Public service. Kuna watu waliingizwa hapo na wana makaratasi. Tunataka hata kuangalia yote tuweke wazi, ulipata aje kazi, rejimu ya nani na nani alikuweka. Tuweke, si mnasema tunataka wazi. Na Ruto pia tumwambie kaa kando. Sasa ni kupepeta. Ruto pia aseme, mmesema mimi ni mbaya, ile nilichukua ndio hiyo. Sasa kila mtu arudishe yake. Yenye aliiba kwa hii nchi, yenye alipora, tuanze square one. Tupate haki. Hatuwezi sema ati Ruto ndio mwizi kwa miaka 2 na tunajua kuna rejimu zilikuwa. Pali imefika. And that's why national cohesion tumeipatia nini? Imesukuma paka kwa ukuta. Juzi niliwaona Nyamira, wakakuwa Kisii, wakakuwa sehemu zingine, wakakuwa mpaka pale Taita wakichukua maoni. National cohesion, muhakikishe ya kwamba yale dhuluma ambazo zinafanyiwa kwa Ruto, zile dhuluma ambao watu wanafanyia Ruto saa hii kwa miaka 2, ati Ruto ameiba hii, Ruto ameleta hii, Ruto ameondoa hii, ati Ruto must go. Kusema kweli, pahali imefika, hii ni kilio kubwa sana, hata machozi yananitiririka. Tuheshimiane watu, tuishi pamoja. Hiyo ndio kitu naambianga watu. And I bring that challenge kwa watu wa Mlima. Kama Mjaluo atairi, muheshimu hivyo. Ni tradition za different parameters and diversities. Na hiyo hakuna ujanja. That's why when you go in Western, kuna Wajaluo na Waluya. Na Wajaluo wanatoa meno mbele 6. Muluya anatairi. But they are together. That's why kuna fika wakati huwezi tofautisha Mkalenjin, Muluya na Mkisii na Mjaluo. They are almost the same. Because kulingana na historia, wamekaa pale kwa muda mrefu mpaka wakaingiliana. Ukiona Masai anakata masikio, hiyo ni tradition yao, isikusumbua akili. Ukienda kule nini kabila za kule Mombasa, wanapenda kujichanja hivi kama wale wa Tana River. That is their tradition. Ukienda kama Waturukana, they don't do circumcision, wanatewa meno 2 huku. That is their tradition. Ukikuta Muhindi amepata vitu vingine amepaka, hizo ni traditions za Muhindi, achana na yeye. Tuheshimiane hivyo, tuishi pamoja. Lakini mimi ukiniona hapa atuwe huyu Jaruo, huyu siji kwa nini anafanya hivi, kwa nini amejikata. Ukienda hapa Ethiopia, kama ukienda YouTube, kuna watu wanakatanga hii mdomo hivi, alafu anaweka kitu kingine kama sahani, mdomo inakaa hivi. Hamujaona vituko? Na hiyo ni tradition zao. Kuna hapa wa South Sudan wanakatanga hapa hivi. Sijui kama umewaona hapa Kenya. That is their tradition. Tukikaa hivyo tutaheshimiana vizuri. That's why hata katiba inasema we shall not have what we call state religion. There shall be no state religion. Nchi kama Qatar, state religion Muslim. That's why huwezi kuta huko kanisa. Nchi kama Iran, state religion Muslim. Lakini Kenya, it is a secular nation. That's why ndio unakuta hata watu wengine wanajiita LGBTQ pia wanapigana in this space, wapewe nafasi. Lakini ukiangalia across all diversities here in Kenya, hakuna pahali wanafiti. That's why bado tunaipiga. Maybe in future it will be accepted. Therefore, what I'm trying to mean is that watu waheshimiane. Mkisii na tradition zake wachana na yeye. Kama ni wachana, what is very important ni kujenga taifa. Your ideology, akili zako. Na pale imefika, acha niwaambie, you have now opened a Pandora box. Pale imefika. Mnasema ati Ruto aende. Atukamana Ruto ameshikana na Raila. Atukamana Ruto anafanya na mtu fulani. Sisi kwingine mtaanza kusema juu mimi sasa nasifu Ruto ni wawe. And you are forgetting it is a democratic right yenye tulipitisha kwa katiba. Raila Amolo Odinga as a person, as a Kenyan,
Kama mtoto wa Kenya amezaliwa na akona equal right kama wewe, akona haki ya kuungana na mtu yote kisiasa. Lakini sikuwa ati mimi nikiungana na Ruto leo wewe ikupatie usingizi. Na wewe saa zile unafanya mambo zako na mtu mwingine, mimi nimekuachia nafasi yako. Raila lazima apewe heshima yake. Akona haki ya kikatiba kufanya na Ruto. Na akona haki ya kikatiba kuachana na Ruto. Na akona haki ya kikatiba kusimama aombe kura, umunyime. Ukumunyima akona haki ya kwenda kukaa chini. Si mlikuwa mnasema hapa ataenda nyumbani. Akajendea nyumbani akaketi. Lakini wakati tena hii serikali yenyu mlitengeneza mkaanza kukosana nao, Ruto aliona kumbe huyu mwenye walireject akaenda nyumbani atanisaidia. Akamuita wanafanya naye kazi. Mbone na wasumbua sana. Nyinyi wenyewe ndio mlikosana na Ruto. Si mwende mkae naye muongee na yeye. Sisi hatutakosa kutetea Raila Amolo Odinga because sisi watu wa Western Waluya, we know the history yetu kama sisi Waluya na Wachaluo na Wakisii na Wakuria na Wateso na Wasaboti na Wakalenjin. You are one and the same. Either hata nyanye yangu alitoka kwa Wakalenjin and I'm not aware because we come from the same region. Sasa mimi nasema hivi nikirudi kwa Pandora report. Kitu yenye mnasema ati hamtaki Ruto, hapa lazima kitaeleweka. Si mnasema Ruto aende? Sawa. Ruto ameiba? Ni sawa. Tunataka kieleweke hapa. Historical report ifunguliwe. Ndungu report ifunguliwe. Truth, Justice and Reconciliation ifunguliwe. Hapa kuna watu wengi wanafaidika, wanajipiga kifua, tunajua kutafuta mali. Na ili hali hiyo mali yenye uko nao uliiba. Babu yako alipokonya. Alitumia influence. Unakuta mtu anaishi Kitale na alienda kule Kilifi akajakwaya shamba kubwa sana na akajigawa. Title inasoma na watu wanakaa huko. Sasa ile siku yenye atataka ni kuwavurusha tu. Kumbe alitumia ile system ya kitambo when people were still illiterate. Akatumia advantage akajigawa shamba. That is what is going on. That's why you have in the historical injustice in Mombasa. Kwa hivyo kama ni hivyo, kila mtu atauma title deed kwa mdomo. Tujue uliipata wapi, na uliitoa wapi. Na kwa nini uko nayo, na tupatie risiti zake. Si mnasema Ruto ameiba. Kitu ya pili, tunataka nini? Hii Ndungu report, na hiyo Ndungu report iko na maneno. Watu wenye wanapayuka Ruto must go. Hao ndio casualty. Hao ndio casualty wengi sana. Hao ndio casualty na mtashtuka sana. Mtashtuka sana. Ukienda pale kama Kitale, unakuta unajua kuna vitu zingine tukianza kuzengelelea hapa, lakini itafika wakati tutasema ukweli. Unashtuka at 1963 wakati shamba ilikuwa na population ilikuwa 6 million. Kuna mtu alienda huko akakoya land. Na huyo mtu kimwangalia anatoka Mwandera huko ndani. Lakini ati yeye anasema hii shamba wakati mzungu anaenda mimi nilikuwa hapa. Kwa hivyo kuna maneno mingi sana. Kuna maneno mingi sana. Haya, tukiangalia kwa hizi mambo ya kazi. Ya kusema ati Ruto must go. Na ile hali sisi tunajua. Wale mafika sisi tunawaambia ukweli na mnacheka. Endeleeni kucheka hapa. Hii town ya Nairobi. Wakati mkoloni aliondoka, hakuna Mwafrika alikuwa na property hapa more than 2%. Hii Nairobi hii. Tunataka kujua transactions zilifanyika namna gani? Watu walijigawa aje? Plots ambazo zilikuwa ni za administration, ambazo zilikuwa ni za serikali kwa ajili ya kuendesha huduma ya serikali. Watu walijigawa aje mpaka unakuta hapa CBD kuna nyumba zinakodishwa serikali. Yote mwagwe nje. Maragwe mwagwe nje kwa kila mtu ajue ukweli. Nafikiri ni mbaya.